iko aje, to understand. So once they embark on a journey, wanajua wanaenda kukutana na nini, na kama ni kitu wanaweza wakivunjie kule kwao kabla hawajaanza safari. Before I get married to you, I will first destroy the altars za kwenu, zile zinaweza kuja kunisumbua, na nikishindwa nitakuondokea, maana nimeshindwa guturana thina nawe kifuja magogona atondo we mutumia kali we mutumia goko thino. No, kitu ambacho hakiwezi. Kama ningekuja hapa nisorore hapa nione madhabahu ya hapa hatuwezani nayo, singekomboa hii nyumba, ningeachana nayo niende nitafute kwingine. Because also it is clever, you understand, madhabahu ya kule unaenda ni madhabahu ya kuvujwa mara moja, ama ni madhabahu mtapambana miaka ingine 100. Alafu angalia umri yako, kama umefikisha 40 years, nichukue mama kama huyu sasa tuanze kungangana na madhabahu yake itavujika 30 years to come. Leo gari ya raha na miaka 80. No, tumia akili, otokea vitu zingine. Hata kama mtu umempenda ni mnyompenda, otokea. If it is not working, it is not working. Don't even support it, don't even listen to it, because these are the things that will eat you forever. Na ni kitu nakuta it's generational. Angalia kule uone ni wangapi wametoboa. Hakuna. Nyumba mzima haina marriage. Sasa wewe ndio utaenda kufanya marriage kwa huko. Tell me. Mshimogima mshioshiore, gutire mwana kiono moyo mutumia. Ni wewe tejeso bana asifiwe. Yala, pepa hizo ntake. Neko komea. Ogo turo turagia maru hadu habuthi kuruta biashara. Ogo turaga toroni hoyaga hadu habuthi kuruta ira. Utaishi kwa prayer center ukiomba. Miaka yako yote unapoteza. Badala that's your energy time. Wakati wako wa kufanya kazi, ufanyishe kazi. Wacha na maombi mingi kusaidii. Omba ukifanya kazi. Wana wa Israeli walijenga ukuta. Nehemia walijenga ukuta kama wameshika silaha na wameshika majembe, wameshika vitu za kufanya kazi na mkono mmoja na mkono mwingine unajenga. That's the essence of living. Wakati wana wa Israeli walifaulu, Mungu aliwapigania, akawachukua, akawapeleka mpaka into the land of the promised land. Naye mtu anaitwa Joash akakuwa na agreement na wao. Miaka 7 years waliteseka. Walilima, wana mifugo yao inachukuliwa. They lived in caves. The children of Israel, wana wa Mungu, they lived in caves because of fear. God caused them to panic. God forced them to run away because the reality sank into them. God is not with them. And then when God is not with you, the altars that you accommodated zikakuja kwako, they start fighting you. And when the altars zimekuja kukushambulia and you are not with your God, you will die. I'm telling you my sister, ogo turaka toroni, utashida kule heaven's gate, utashida kwa maombi ukiomba. When others are working, utashida. That is why Christians walokole, nyinyi mumeokoka, mnakaaga kwa Mungu, mnateremka asubuhi, nyinyi ndio the poorest of the poor. Masikini tupu. Because you think now, because you know how to pray, and that is a noise. Ya noise making. Muislamu ametajirika na ana shamba ya kulima, anahuria anatoa, anajua hidden treasures. Hajui, nyinyi mnasema hajui Mungu. Hajui Mungu. Hata enda mbinguni, lakini ako in the Bible. Anajua how to get the hidden treasures. And the hidden treasures are only shown to you by God. They are not shown to you by man. Hii kitu mnasikia kinaita kwa dhahabu ama Jameson, mimi nachimba. Kule Voi niko na mgodi, nachimba. Lakini unahitaji kuwa na Mungu mwingi sana. Maana utafuata mahali kanaenda kamawe. Ukienda kufika mahali kako kanahama. Na ni Mungu anakahamisha. Kanahamishwa 3 centimeters. Unaepuka. Unaenda padi hii. Kanaepichwa tu 3 centimeters. Unaenda kuchimba. Unaenda 200 meters. Ukianyura kama higa nako udhe. 200 meters. Na watakatigile 10 meters away. 90 meters away. That is where you left it. Unachimba, unapoteza 20 million. Na ukifika kule unakosa. Mtu mwingine kijamaa kama hiki kinakuja, kikipita tu. Kinapita tu, kinakuja. Kinaambia hapa tulichimba, tukakosa. Kinachukua kataribo kadogo, kametoshana hivi. Kametoshana mchumari. Anaenda akigoga-goga. Akigoga-goga, anasikia mchanga inamwagika. Maana mahali kuna hiyo jiwe ni soft kidogo. Anagoga-goga.
ulinunua kimawe cha 5 billion shillings na ulikiwacha. Ulichimba ukatoka maskini huko, kijamaa hata kutururu hakijatumia, kinatajirika. Hidden treasures, God gives them to you because of the altars operating in you. Wana wa Israeli walishindaniwa kwenye vita zao. Kumbuka wakati Joas aliambiwa ya kwamba kuna maadui wanakuja, alifanya nini? Hakutengeneza jeshi za kupigana. Aliambia watu wote waende kwenye madhabahu, akawaambia wafunge ndio waitishe presence ya Mungu. Kisha wakaenda kwenye madhabahu kanisani, wakainua sadaka, dhabihu, sacrifice. Kisha walipoinua, every sacrifice inaletange the presence ya Mungu. Sacrifice si maombi. Sacrifice inaleta yule Mungu ambaye unamwabudu. It attracts him. When Isaac went to Ai, akatoa sacrifice, God appeared to him. When Solomon went to kunaitwaje? Moria, Mount Moria, akatoa mtoto yake, God appeared to him. When Solomon went to Gibeon, God appeared to him after the sacrifice. When Gideon did a sacrifice ya kuvuja madhabahu ya baba yake, God appeared to him. Sacrifice brings the presence of God, and we don't sacrifice anywhere. We sacrifice at the altar. So the altar that you are servicing, where you give a sacrifice, huyo Mungu wa hiyo altar lazima atakutokelezea. Lazima. Gideoni baada ya kuchinja ng'ombe 1000 alienda kulala, Mungu akatokelezea yeye. Solomon, sorry. Gideoni akaambiwa wakati alikuwa naongea na malaika, alipojua huyu ni malaika, akakimbia akamwambia kaa hapa nikimbie nyumbani. Akaenda akachukua mbuzi na mkate usiochachwa, akachinja akalete hapo. Alipoleta yule malaika akamwambia wekelea kwenye jiwe. Akaunyoshea mti yule mkwaju alikuwa naye. Ile nyama yote ikawaka moto. And then from there the angel disappeared, God appeared. So sacrifices, it is a tool to make God appear. That is the meaning of a sacrifice. That is the essence of the sacrifice. Those people who sacrifice, they are not Christians. They are better off than Christians, because they know the secret of bringing, and that is what we call the principle of the kingdom. That is not about salvation. That is not about Jesus Christ. Sacrifice is not about Jesus Christ. Sacrifice is about the principle of the kingdom of heaven. The principles of the kingdom is about humanity, the entire human, the entire animal, the entire creation of God. It is a service. And that's when Lucifer alisikia Yesu ametoka kwa maombi, Jesus was led into the test. Wakati shetani alikuja alimtest, alimwambia kumeandikwa, kunajulikana ati mtoto yote wa Mungu ambaye anajua Mungu akijiagusha kuna malaika watamubeba. Naye akamwambia I will not test my God, because he knew this is a principle of the kingdom. When you have the principle of the kingdom, the principle of the kingdom, it brings you the God that you worship. Ndio unaona watu wa Freemason wanapatiana watoto wao, wanapatiana wa mama zao, wa baba zao, wanatajirika na wanatajirika. Because that is they adhere to the principles of their deity, Mungu wao. Yule mfalme alikuwa anaitwa Husero. Wakati vita vilichacha, wana wa Israeli, Elijah aliwaprofesia akawaambia mtashinda vita. You are going to win this battle. Na wakashinda, wakapiga Wafilisti, mpaka saa 11 jioni. Wafilisti na mfalme wakaona it is me, wanakuja kunishika sasa, maana jeshi limekaliwa. Ule mzee alishika his firstborn, akamuinua, akamunyanyua, akampigisha ukuta, mtoto akakufa, akamtoa sadaka. And what happened from there? Wafilisti walipata nguvu mpya, wakanyorosha wana wa Israeli, licha ya kuwa neno la Mungu lilikuwa limesema watashinda, lakini sadaka iliyotolewa ikakuwa ni kubwa, wakamshinda wale. So sadaka is the principle, sacrifice is a principle, altars are the principles
madhabahu yako ni yapi? Unategemea madhabahu gani? What kind of an altar that is operating in your family? Ile familia ulijikuta baba yako na mama yako walikuwa wa madhabahu gani? Guka yako na shosho yako alikuwa wa madhabahu gani? Ile mji mnakaa, area ile mnakaa ni ya madhabahu gani? Ukienda kama sasa unakaa Rongai, understand who are the founders of Rongai. Ni wa Masai, wazee watano. Mzee anaitwa Kedienye, mwingine anaitwa Kaurai, mwingine yako Padire, mwingine yako Padio. They were 5. They had occupied from Karen pale Okirarapon mpaka Kitengera. Ilikuwa shamba ya watu watano. Wawili tu ndio wamebaki. Lakini nikuulize swali, mpaka saa hizi, what is the spirit that rules Ngong? What is the spirit that rules Rongai? What is the spirit that rules Kiserian? What is the spirit that rules all that area? What's the spirit? Ni ya Wamasai, ni ya hawa wazee. Inatawala. Huku utatajirikia, kule Rongai utatajirikia, Ngong utatajirikia, lakini hauwezi kutoa utajiri hiyo upeleke kwingine. Because walitoa madhabahu na wakasema vitu za hapa hazitatoka hapa. Heda Mombasa, wale wanaidaga Mombasa. Nasema kuingia Mombasa ni nini? Ni rahisi, lakini kutoka ni gumu. Maana kuna madhabahu huko, kuna Mungu ya huko. Hawezi kukubalisha kile umepata ukitoa nje ukipeleka kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa nyinyi mnakimbia mnaenda kwa nchi za Waarabu. Waarabu wanaabudu nini? Unakuta Mwarabu amefuga paka na hiyo paka ni jini. Na unaambiwa uipatiege chakula kila siku. Wengine wamefuga nyoka. Unaambiwa osha nyoka, wewe uliosha? Unaambiwa osha nyoka. Kumbe nyoka hiyo ndio Mungu yake. So lazima umaintain huyo Mungu wake. Sasa anambia umeshikana na madhabahu gani? You are not part ya hiyo madhabahu, lakini umeservice hiyo madhabahu. Kwa hivyo chochote ambacho kinapatia chakula ambayo inapatia hiyo madhabahu, maana wanasema watoto wa huko sio chakula, lakini any foreigner mwenye atakuja ni chakula ya. Kwa hivyo jasho yako yote itakuliwa na hiyo madhabahu. Ndio unapata unatuma pesa Kenya, unatuma pesa, unatumia aunti yako, unatumia mama yako, lakini unakuta mama yako mzazi alikula hiyo pesa. Mama yako mzazi. Na arumege tuhitagia pesa kulia mami. Tutikihiria kule fafa. Tondu fafa no angauke omothe hizi ya fafa shuka shugene pesa jeide. Kana tiko tweka arume. Yes. Unaekaka kwa account ya mama yako zingine. Huyo ndiye hawezi kukugeuka. Lakini sikumbuka umetumia mama yako ukiwa Dubai. Na unakuta pesa yote alikula. Ukimuuliza ulifanya nayo nini? Hata sijui. Maana ni madhabahu. Madhabahu ilimfanya kule hiyo pesa. Kulitokea wakati tu ulituma, kulitokea ugonjwa kwa nyumba. Mtoto kaanza kukohoa. Kasemekana atembekibiswa wapi nini? Ambulance ndio hako kama kula. Zilikuwa 50,000 ulikuwa umetuma. Zote zinabebwa na ambulance. Zingine zinabebwa na consultant. Zingine zinabebwa na madawa. Tena ukatuma zingine, tena zinameswa. Unatuma zingine. Mama yako hako na ubaya. Mama yako anakupenda, lakini kuna madhabahu inamwambia kula pesa ama inalete gedhei ya kumaliza hiyo pesa. Kwa nini? Kule source ya pesa ndio ina determine kule mtaenda. Kwa hivyo kabla uanze kutuma pesa za kutoka kwa Waarabu ama kutoka kwa Amerika ama kutoka Uingereza kutumia jamii yenu, kwanza inulia pesa hiyo madhabahu. Uitenganishe na madhabahu ya kule huko, maana you are not part of that land. Wale waanzilishi wa hiyo land kuna madhabahu walitoa na wakasema vitu vya hii land, vitu vya shamba hili, eneo hili havitatoka. Utajiri wote tumecommand watu watoke katika dunia mzima wajenge hii mji, na hii mji vitu isitoke iende. Hiyo ni maneno walisema, na wakainua mnara. Walipoinua hiyo mnara, na wewe sasa uende na ujuaji yako na Ukristo yako, alafu upatiwe paka na ni jini upatiege chakula, you serve their God. Na Yesu wako, Yesu I kemea in the mighty name, kata. Kwa utakuta ukifungua macho unakuta Kenya kimekuangalia. Ulikuwa unasema nini? Na kutoka hapo unasikia passport yako imepotea. Dakika kidogo nasemekana sasa hata ujifiche. Miaka ingine 6 unakaa huko. Na hutaki ujulikane. And that is how watu wako
nchi za Waarabu wanateseka saizi. Hauwezi kutoa vitu za Waarabu zilete hapa, kwa sababu pesa zote za Waarabu zinatafutwa na majini. Pesa zote za Muislamu zinatafutwa na majini. Muislamu yoyote awa yule nani, anatafuta pesa zake na majini, na zinalindwa na majini. Kuna jini Faruku, jini Jabal, jini Alata, jini Jacket, zote hizo ni majini. Hizo tunaitaga maroho. Hiyo ndio madhabahu yao, na hiyo ndio inalinda vitu zao, na hiyo ndio inalinda uchumi zao. Sijui kama tunaelewana. Are we getting it there? So I want just nilikuwa nataka mu understand nguvu za madhabahu is not about your Christianity. Nguvu za madhabahu is about you being able to understand eneo lile umetoka. Eneo liko na madhabahu, the territorial altar. Eneo lile umetoka. Ezekiel 16 verse 1. Son of man, ambia Jerusalemu maneno yake yaliyo chukizo. Naye akaambia Jerusalemu maneno yake yaliyo chukizo. Akamwambia nini? Your nativity and your origin is the land of Canaan. Your nativity and your origin, kule shamba yenu, kehumo kya mugunda wanyu ni Kanani. Then Kanani ni nani? Kanani ni mtoto wa mtu anaitwa nani? Ham ndiye aliona uchi wa baba yake akalaaniwa, na huyu ni mtoto wake akabeba laana ya baba yake. Kwa hivyo shamba la kwenu limeitanishwa na mtu aliye na laana. Kwa hivyo Jerusalem imejengwa kwenye laana. That's territorial altars. There is no place, there is no human being, there is no nothing anywhere, there is no altar. Hata kwangu, hata mimi mwenyewe ni madhabahu. That is why mnanisikiliza, kwa sababu mimi ni madhabahu. Ndio niko na altar hapa, na wakati tunatoa sadaka hapa tuna service. Bishop Harrison Nganga ni madhabahu. Kimani William ni madhabahu. Kupitia kwa madhabahu yake unakuja, unaomba usaidizi, unasaidika kupitia kwa madhabahu yangu. Sio kama unanielewa? That is why you go to a man of God. That man of God is an altar. Nikigogona, ucio nikigogona. Na no akunine, na no akurathime. So when you come, I pray with you. It is through me God will use, through the altars me, the altar me, to change your life. It is through me that he will use me to plant a new altar in you. Jeremiah 1 verse 10. Twende huko haraka haraka. Wamaru uliambia watu wazime kwa sababu huko. Kwa hivyo wewe ni madhabahu ya hapa. Na ninataka explanation ya hiyo kitu. Tusome Jeremiah 1 verse 4. Ni kitabu mmezoea sana, lakini I want us to look it from another different context. From verse 4. Tuanze 4. Mtu anahama na station. Verse 4. Hii ni roho. Now the word of the Lord came to me saying, the word of the Lord came to me saying that before I formed you in the womb I knew you. So before your father and your mother met, kabla baba yako na mama yako kulala kwa kitanda, ulikuwa unajulikana. You had been formed. So what are you? You existed before your parents. And before you were born, I had already consecrated you. Before ukuja dunia hii, you had already been consecrated. Already ushajakuliwa na umewekwa kando. You are not an ordinary person, because already you have been consecrated. And those people that have been consecrated, they have huge challenges in life. They encounter huge challenges, vita, maana wanajulikana, sio watu wazuri. They are well known.
na kabla wakuje Mungu aliwachukua na wakawaficha. Kwa hivyo shetani alikuja kujua wakati umezaliwa, at this hour a danger man has come, adui mmoja amezaliwa. So that is why the devil since kutoka hivyo alipojua anaanza kuattack. You were attacked before ukiwa kwa pregnancy ya mama yako. Ndio mama yako alikuwa anataka kukutoa mimba, ndio baba yako alikuja akapiga mama yako teke mpaka mimba karibu itoke, because it is this seed that they were looking to kill. Ukakuja ukakuwa mkubwa, shida, ukaendelea, matatizo, ukaolewa, matatizo, magonjwa hayaishi, shida haziishi, because they are always trying to attack this seed. And before you were born, I consecrated you, I appointed you a prophet. Ukiwa kwa tumbo ya mama yako, already you were appointed a prophet. A prophet are not created on earth. A prophet was appointed long before ulitoka kwa tumbo ya mama yako. Ndio unaona uko na matatizo, because they know who you are, only that they want to create a total confusion in your
alive. Ndio to whom I send you, you shall go. To all to whom I send you, you shall go. Ukiwa mtoto, yeye ndiye anajiona ni mtoto. Lakini Yeremia alikuwa ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeremia alikuwa ni madhabahu. Na kwa watu kama hawa hawachezewangwi. Maana whether ako na Mungu, whether utamkuta akikunywa pombe, lakini ile maneno atafanya hata akikunywa pombe hiyo utastuka. Utamkuta anafanya mausharati zake, lakini kuna maneno anafanya na inafanyika. Anasema kitu na inakuwa. Na wewe sasa unaanza kujifanya kiberebere kwa sababu umeokoka, unakuja na kiberebere yako, unaanza kuhiuria marida hapo, ati utaweza kumcontrol. Huwezi. Because Jeremiah, to whoever I send you to, you will go. So it is not Jeremiah. It is the God that is in him. It is not Jeremiah anymore. Na ikasema namna gani? Ikasema ya kwamba ati do not say I am only a youth to, because to all whom I will send you, you shall go. And whatever I command you, you shall speak. Whatever I command you, you shall speak. So it was not Jeremiah. Jeremiah alitolewa, si yeye. Ni kale kamzee kako ndani yake ndio kanaongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah? 8 inasema, do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. This is not an ordinary person. This is not a human being. Jeremiah was not a human being. It is a being, a body God residing in. So whatever this man will be speaking, I can speak die and you die. I can speak be destroyed and you are destroyed. Be blessed, and the way if I command blessing to you, I am capable of commanding a death to you. If I can bless you to live, I can bless, I can say you die and you will die. I can switch you off. That is according to the Bible, according to Jeremiah. This man, you say, whatever I will send you to say, you will say, and it will come to pass. So what if God sends you, go and say that woman to die? Will she not die? She will die. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio imemaliza warokore wa Kristo. Christian, Holy Ghost Christian, heavenly bound people. Sio hata heavenly bound, heavenly living. Hata mmejengewa tu nyumba kwa kakona kamoja. Jakira kanyumba kona ini ko igoro. Keruini kya muti wa moyo. Ati wewe gitagereki na we matuine. Wewe gitagereki no akorire ko ni korekeru. We ali kuraka ko haditwa miti. Keruini kya muti wa moyo hatage kwegitira. Diomisha guthieko. No akorire ko igoro turaguthioma. Guthioma kurathirira guku. Kihunjo kirathirira guku. Niguo. Diomi waruta kuria kiroma ku. Ucio gitio goroki. Mutheni wa Ngai aturagio ni Ngai. Ukagira kuita rutaina ruburu githambia thaburia. Mutheni wa Ngai aturagio ni Ngai. Ukihata muthe. When will God speak to a poor person yet himself is the owner of silver and gold? Tuakiri tuanyeje. Nikuka yekoro na mutheni. Anakuwa store gani? Where do you get a poor person in the heaven? When your father is the owner of silver, the owner of gold, the owner of the heavens, the owner of this, the owner of land, the owner of everything. That is your father. Mutheni wa Ngai ato Ngai ureko. You are a devil worshipper. Shaitani niwe atari kindu. Shaitani niwe watheni. You are a devil worshipper. Ati maskini, saidia maskini ya Mungu. Mungu hana maskini, alikupatia kila kitu. Genesis 1 verse 26, 27 and 28. And God blessed them and he told them, dominate, have dominion over the earth, over the sky, over the land, over the water, over the sea. Have dominion and subdue the earth. Marutire wanosho kwa kuwa mulethea deni ya Ngai. Nisikie mtu hapa maskini hapa. Hii nyumba haitakaa maskini. Haitakaa. Kama huwezi kutajirika, ondoka uende. Kama hauna blood,
vein zako hazikubalishi kutajirika, maana nimekutoa ujinga. Na kama ujinga haiwezi, umetoka na bado wewe ni poor, then you don't deserve to be here. My father is not a poor father. My father is the owner of silver and gold. The father I'm telling you about is a rich father. If you cannot go to my father and ask him, give me this, because your father cannot deny you anything. What kind of father are you having? No. And I have a father. Mwana wako nagikoro arutaga ni minister. Areha umushara wa milioni 10. Oke kwa kwajire dadidire na gya kuria. Wako ndina mbeca nguthi riko, wako kwina githeri ndimutahirie. Wako kwina gacukari ndimutahirie. Wako kwina gacumbe ndimwikire paper bag, ndimwira mwana wakwa thiukarie. That is the essence of being a father. Ama mtoto wako atagrara acha ukiwa hata kama ni tajiri. Mtoto wako akikuja ni tajiri, ni minister, akuje kama amejikojolea, utamfukuza. Utamwenda kama kwa nyumba. Mwambie kaa hapa kula. That is our father we have in heaven. Nona kuja hapa kuniambia ati hapa huko na hauna ati dole key. Nikio tare. Go and reconcile with your father. Because he is never, I said ask and it shall be given to you. Genesis 1:28. And God blessed them. You are blessed. The ground foundation yako is a foundation of being a blessed person. And then he tells you, have dominion, dominate, and then subdue the earth. You are subduing the earth, ukwe poor. Na nikioka kode hera ulimu ha. Negocio gai, osho tigai ina magenda. Charia gai wama. Bafo wanyu ni mutogu. Bako domenyaga. Wale wanakujaga thimi, I don't know my daddy. Na daddy yako ndio minister of foreign affairs. Na ujuagi. Bona muonaka kwa TV. Na anaye anasubukaka kuza ndashi aleta kana no dia menyire kulia kali. Na ukienda kwa milo unajiangalia unaniona kumbe mimi na kama Musalia Mudavadi. Si uende huko tu waambie maaskari mimi ni mtoto wa Musalia. Ataangalia waone kweli ni Musalia. Utapanda huko juu. Wewe mtokelezee. Musalia mwenyewe akijiona atajiona. Kuna siku kisichana kilikuja hapa. Kilikuja kaniambia, hata siku koja kiniambia. Si mnakajua katika kisichana. Hata siku koja kaniambia. Hapana, nilijua huyu ni mimi. Nilikaangalia tu kuona hata kutembea ni mimi. Kalikuja tu hapa kakaingia. Hata nikakuta kina Buju wamekahagi wakamuita, walikuwa namuita Waboi. Maana wanafanana na Waboi. Hata siku muuliza ni wewe ni wa nani? Nilimwambia ingia hapo kunywa chai. Tukaongea. Nikaanza kumpatia tu story asijue simjui. Nikapretend namjua. Nikamuuliza story hivyo. Nikamuuliza hebu nipatie kitabu yako, nilikuwa nataka kujua jina. Akanipatia kitabu. Nikamuuliza umechukua kitabu hicho? Nilichukua, hebu nipatie nione kama nitaweza kupatia sura. Ndio nijue ni wa mwaka gani, nijue nilizaa lini. Bwana aziwe. Nikajua ni product ya pale Kongo, hapo Lipaso. Automatically nikakumbuka mama yake. Alikuwa kama msichana wa baba hapo Lipaso. Nikachukua mtoto nikamuuliza uko wapi siku hizi? Niko home. Tulikuwa tunakaa kwa TV kwa YouTube. Mama yangu akaniambia ndio yule baba yako. Nikamuuliza naweza kumpata wapi? Akasema usiende kwa huyo mtu ni muuaji. Mimi nimejificha nikakuja nimekutafuta. Na nimefurahi kukuona. Najua sasa nitasoma. Hakuniambia nataka kwenda kusoma. Akaniambia najua sasa nitasoma. Nikamuuliza ulifika wapi? Akaniambia alifika form 4 lakini sasa akakosa school fees. Nikamuuliza uko na makaratasi uliitwa university? Akaniambia niliitwa KU. Nenda ulete makaratasi. Immediately niliambia pastor alikuwa hapa uhubiri. Maana nimejua hii ndio itanikosesha kwenda bikuni. Nikamwambia hubiri. Si tuliambiwa ukikuja ukiwa na sadaka ukumbuke kuna mtu mmekosana, wekelea hapa. Ugende mfanye reconciliation. Nikajua reconciliation yangu ya kwanza inaanzia wapi? Hapa. Maana I have not done my responsibility. Sijalea huyu mtoto. Nikamuuliza maswali nikasikia kameteseka. Maana mama aliolewa na baba mwingine ambaye ni askari. Amekatesa na kapigaka na kabiaka kanakaa kama nguruwe. Kameteswa kabisa.
Nikakabia wewe si nguruwe. Akalia mimi nakaa nguruwe hapana. Hata wewe si nguruwe. Wewe ni mtoto. Tukaenda mpaka KU. Tukakuta last day of admission ndio hiyo. Nikaandika cheki mtoto kaingia shule. Sasa kako kanasoma. That is the essence of having a father who is rich. I didn't go. Siku ambayo nilimwambia tuanze kuapply huko kwa serikali, loan hapana. My father in heaven is rich. Therefore I am also rich. Hello. Watoto wangu wote ni matajiri by the fact their father is also rich. So I don't think mimi nimestruggle hiyo life yote nimestruggle mtoto wangu I struggle the way I struggled. No. Hello. My firstborn is an FBI officer in America. My secondborn is a pilot, army pilot in America. My first daughter she's a manager in a bank in Dubai. My two other sons wako Japan, they are IT kwa kampuni ya Toyota, the main company ya Toyota. Hello. Why? Because the spirit in me trickles down. Nilikula shida. I paid the price. So my children will not pay the price that I paid. They will pay their prices. Kama tuko kwa hii kanisa na bado mnakula tabu ile nilikula, ni si member wa hii kanisa, mtoke. That's the principle of the kingdom. Mutige koro mukiria thina uria ndarire. You are not my daughter. You are not my son. You should enjoy the fruit because I have paid the prices. Ile prices zote nimelipa. Kutafuta nyumba Nairobi hapa, kupata hii nyumba, we never struggled. We didn't struggle. Kulipa hapa, we are not struggling. Why? Because Nganga, my spiritual father, paid the prices ya kustruggle na nyumba za Nairobi za kanisa. Amefugiwa pale. Kamaro ndio alikuwa analipia ya nyumba. Walifugiwa kama mara 3 kanisa. Amelipa ni alihita thogorosio. Akaingia nyumba ingine inaitwa nani? Menengai. Kutoka Menengai akaingia Dynamo. Kutoka Dynamo akaingia nini? Tumaini, inaitwa Tumaini. Jamii, akaingia Jamii. Ako na ile kule. Amelipa thogora, amelipa. Sisi hatutalipa hiyo. Kimani William hakulipa, ni mtoto wa Nganga hakulipa. Wale wengine wote wako chini yake hawalipi thogora ya nyumba, hawalipi. Maana baba amelipa. So if you are paying a price, kuna mtu alikosa kulipa. You are suffering because you don't have a covering. And a covering is based on an altar that you are under. If your pastor is poor, a very poor pastor, amehubiri miaka 20 na ile kanisa mumekaa ile sasa muko saizi ile mmesema imejengwa mzuri kabisa, imekaa aje? Imekaa hivi, ni mabati ya mkuru. Wakati mkuru ilichomeka ndio mmepigilia. Ati wakati wa mvua mnaingia kanisa yenu na mwavuli, maana ya mvua itanyesha na itaingia ndani. If that is a pastor you are under, na akwambia miaka 10 nimekuwa hapa, run away. That's a devil. Huyo ni shetani. Kiuni kiwako na kiakoma. Your God must be seen through what you are worshiping. The God you worship provides. The God you worship gives. The God you worship covers you. He told Jeremiah, do not be afraid of them. That's a very encouraging word. For I am with you. Do not be afraid. Nitakupatia. Na nimekwambia where I will send you, you will go. What I will tell you to say, you will say. It is not about you. It's not about negotiation. It's a command. What I'm telling you to go and say, you will say. Do not be afraid of them because I'm with you. So if your God is not with you when you are poor, then what kind of a God is that? Hizo miungu muko nazo wekeni chini, muokoke upya. Muhonoke, umwethe Ngai. Bichani na yulo kore migi ya uoko. Mwahoithirio koma na mutue muhoyaga koma. I don't believe that I can be able to worship God for 10 years and still remain poor.
Ndokire guku njikirite thuti riu ndirekiragira guku ntari matoshi me guku ni iraka. Ndokire na iratu riu ndirathi na tari na bigi. How can you come in church? Kanisa na hii, you came driving after 6 months umeuza mpaka gari. Nduri onake ni waharire ni wathenire, and then you still say ati wena ngai koko kwena ngai. Gotire, you are either disconnected from this place or you are in the wrong place. Hello. For you to reap the fruits of this altar, you must be in tandem with this altar. Lazima ujishikanishe na madhabahu. Ndio hii madhabahu ikupatie chakula. Ukristo, uokovu haukupatiangi chochote. Utajiri wa dunia si uokovu, hauitokani na uokovu. Hello. Unaweza kuwa umeokoka lakini ugojeke. Kugojeka sio kumaanisha wewe si muokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kugojeka sio kumaanisha wewe si muokovu. Utakuwa na kaza lakini wewe bado ni Mkristo namba moja. Lakini indo cia thino cietagio na magongona. Ndio unaona watu wa shetani wanatuelewa vitu kutuliko. Wachawi wanaelewa vitu kutuliko na wametumia Biblia, the principle of the Bible. Indo cia thino ti mahoya. Oh baba, ndakoya Ngai. Ondirikane Ngai. Iyo nĩ ngoma ũrahoya. Hau hatirĩ Ngai. Wetie ngari na mahoya. Na ngari ĩthondeketwo nĩ mũndũ tahoyaga Ngai. Ati matigathi iguru ma Japanese. No ni maheto hakiri ne Ngai. Nio maguturagia guku. Mucaina ndagathi iguru. No ni wikirite nguo ciake. Una imagine wewe umevaa nguo ya Muchaina. Ati Muchaina sasa hawacho wewe uende biguni na ukutumia akili na unalipatiwa akili. Wewe unakono na wewe bosi le. Tuko watu 10. Watu 5 wanatumia akili. Na watu wale wengine ni kazini zako na nini hawajatumia akili. Utaenda na wagani? Utaenda kuna akili. Sasa nataka utambie si Wachaina watawachwa nje, wa Afrika waende biguni. Just tell me. Na kile gani kihujeti Ngai tikia mu Africa? Do you know there is nothing that you have used to preach God? You Africans. You got nothing at all, nothing that can preach God with. Tiwacha hiyo mdomo yako. Na hiyo mdomo yako hata umeisafisha ndio isinuke na corrugate na imetoka kwa Mchaina. Hii microphone ni ya nani? Hii mkeka nimekanyaga ni ya nani? Hii kitu ni ya nani? Hii kitu ni ya nani? Hii speaker ni za nani? Za mtu wa shetani. Mtu mwenye hata enda bikuni na mimi sina hata hiyo kiti sina hata nguo ile nimevaa sina kitu yangu. Ucoke ujiraga yako aroraga hakiri kana aroraga wana. Uyu akiri wana ndenagu. Bayako ndio na kindu kimwe gyako gacangaire. Na Ngai ucio ndira kuganira haha the Ngai munene ati God worship I believe in a greater God. Whom this God has sijatumia akili hata moja nikafanya kitu ambayo inaweza kuinua huyo Mungu yangu. What do you have sasa hapa? Jira kimwe na kihaha gya kugocithia Ngai wangu. Ginya jwiri ukude getege China. Jira kindu kimwe kigigocithia Ngai ine waku wina kiguko. Just tell me. Na huko niguo mutu eteire na mugathi matu-ini mariku mau. Utige mundu wahutherire hakiri, atige mundu wahutherire hakiri iria muheire, oya mundu tahutherire hakiri. Hamwendi biguni. Afrika mtachomeka kama kuna moto. Ginya thimu yonyitite ni yao. No twiteagira na kiha niki wina kiha kia mugia giaku. Ejira niki wina kio ginya Biblia yo ri yandikirwo ku. Maratathi macio macabirwo ku. Macini iria chabite maratathi macio ma Biblia yaku ya guthi matu iguru ni mandikirwo ku. Si utumie tu simple akili kidogo tu. Uone you are nowhere. Duri hadu. Nuranyona na maitho mana mau. Ate mugwika atia? Nani wo mumenyire muno uria China makahia
Uria muhindi akahia. Tajira nginya rukuru rwa gucina ri. Nginya makara macio tondu kaida gagicina na ngori. Agacina na kindu gitagwo coal. Tondu nikio gakorwo kure miti ni mwarire yothe ri. Gako kiumite ku. Wa China. Akamwambia ya kwamba, do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. I am with you to deliver you. So God will create a way. He will force things to happen because of the love He has for you and because He has chosen you. Then the Lord put out His hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. So whose words are in your mouth? Whose words are those? Yeah? Whose words are those? Yeah? No. Those are demonic words. Because He touched my mouth and He put His words in my mouth. So, God Himself put Himself into you. When you are speaking the word, when your tongue is removing any word coming out of you, it is God the word. So who is in you? It is God. So is God poor? So why are you poor? Why are you poor? Because your head, your medulla oblongata is not working. It's not working. He said, do not be afraid of them, because I am with you. At what point do you become poor? When God is with you. He put His word in your mouth. And the words of God, it's fire. The word of God is success. The word of He said, let there be sun, and there was sun. Let there be moon, and there was moon. Let there be water, and there was water. Let there be animals, and there was animals. That is God. And those same words that He was using to say these things, aliweka kwa mdomo yako. The same words He used to create the earth are in your mouth, are with you. So why are you poor? Do you deserve to live? Do you deserve to live in this world? You have every weapon. You have every weapon to be successful. You have every weapon to command things to get out of your life, or things to come on your way. And you're struggling. Lie to yourself. You're lying. You're completely lying. Sema completely lying. Then He said, behold, I have put my words in you, in your mouth. Now this is the most powerful thing. Listen here now. Verse 10. See, this is God now telling Jeremiah, see, I have today set you over. Set you? What is meaning? The meaning setting you over? In control. He has given you control. He has given you what? Control. To do what? I've set you this day over nations and over kingdoms. I have set you in control of nations, in control of businesses. Nations is businesses. In control of marriages. A marriage is a nation. A nation is an institution. So anything that is institutional, it is under the nation. Anything institutional is the nation. Marriage is nation. Family is nation. Business is nation. Country, Kenya, is nation. And over kingdoms. What are the kingdoms? King, you separate the two. King and dom. Then you find what? There is a king, the personality, Ruto. And the dom, meaning dominion, the spirit that is in Ruto. Are you getting me now? Kingdom is kingdom. King is the personality, the person. And the dom is the spirit, dominion, the spirit that is in that person. So He has given you nation Kenya. And given you even the king.
And that is what he told Joshua. Do not be afraid, nor be dismayed, for I am with you. And he sent Joshua to go kill 5 kings. Na alikuwa na wakata anadugilia kichwa. Hii unakata Ruto, unadugilia kichwa yake pale. Imagine ukifikia Ruto ndio ukate kichwa yake. Sasa tuanze sasa tumeenda kukata Ruto. Tupage sasa tuende. Utakutana na polisi, GSU, army before you get to that man. This Joshua was able to kill 5 kings. Why? Because he was given power. See, today I have set you over. See, today I have put you in control over kingdoms and that nation. I have put you in control over Kenya and the president himself. They are under you. To do what? Why did he put them in control? That's now an altar. Hiyo sasa ndio madhabahu. Akamwambia namna gani? I have set you over nations and the kingdom to pluck, kungoa, to break down, you destroy that kingdom, and to destroy and to overthrow. Those are 3 very important things. What is to pluck? Somebody read a dictionary for us. What is to pluck? Quickly. To pluck? Take hold of something and quickly remove it from its place. So you have been given an authority to remove anything that is against you from its place. That's authority number 1. Authority number 2. To break down. Dictionary, break down. Nitawafundisha kumekudia tatuana. Iko ndio limoshe mwena. First, umepata? Break down. Somebody else? Break down. Break down. Yeah. Una bundles. Yes. To stop functioning because of breakage or wear. To stop it from functioning. Authority for number 2. Stop it. You have the power to stop that habit, that poverty, that disease. You got the power to stop it from functioning. Tumesema pluck it's what? To remove it. Before you start fighting any altar, disorganize it from its position. Don't fight an altar in its territory. You can't win it, even if it is small. Even if it is small, remove it from where it is. Disorganize it, destabilize it, so that you can be able to do what? To break down, to make sure it is not functioning. That is how to break altars. I'm teaching how to break altars. Disorganize it. Breaking is disorganizing it to stop it from functioning. Number 3, altar authority. Number 3, destroy. So imagine destroy. Authority number 3, that you, yeah, to end the existence of the altars of your family. End them. That's authority number 3 that is in you. Authority 4. Gani? Number? Overthrow. Authority number 4. Remove forcibly from power. The altars that speak that are from your family, you must remove them forcibly from their existence. Those are the 4 authorities given to you and are with you. Then authority number 5.
Sema build. Yeah. Give us build. The meaning of building. Quickly. Construct by putting parts or materials. So raise a new altar. Build a new altar. After you have destroyed, you have plucked, you have brought down whatever that was existing in your life. Build. Then plant, meaning of plant. Yeah. So lay a ground for the new altar. Ground it. Put a foundation of the new altar. And if the foundation is put by sacrificing. Those are 6 authorities that you have that you don't use. That is why you are poor. That is why you are confused. That is why you are not married. That is why you are whatever. That is why you are doing shenanigans to think to attract unworthy things that are not existence in your life. That is what will make you rich. That is what will make you successful. That is what will make you win the battles. Tima hoya, mashio hoya. Tatarami akeri hoyete na bado ni zero. Ugigoka gusharia Waruinge, ni ura imagine ugigoka kanitha ya Waruinge. Of all the people. Ndikumanzia gutire kundu taliete. Ndio diete kinya ukaga ugaturajira. Ukaga kadi tu. Ndwatiga amenyithia andu a family atatu. Kana ukaga kumamenyithia andu na mere uthiguthire mugo na mutumia murwaru Kenyatta. Ndukamenya kio thire kwa Waruinge. Mamugiki. Madhani ya gosho. Rugamai tu na maguru manyu. Twathoma muno umuthi. Umuthi murehe school fees. Mumesoma kitu leo? Yeah? Basi leo ni school fees. Uingie kwa mfuko ulete school fees. Otherwise nitawafukuza class. That is the reason umejaribu kupigana na Waruinge ya mwezi. I understand these things how to do. Wewe hata maombi yako mimi nitainua madhabahu hapa. Osho kwa huko leo ujirane kwa ruda. Nitakusaidia leta pesa. Leta school fees haraka. Leta ile ulikuwa nayo. Kuna shida. Basi hapo. Kosa, hebu nikonge. Kila siku